Katika mtazamo wa kidini na Kikristo, kuna imani mbalimbali kuhusu jinsi ulimwengu ulivyoanza. Ingawa kila dini ina simulizi lake la kipekee, hapa kuna mambo makuu ambao waamini wengi huamini. Uumbaji wa kimungu. Hii ndiyo imani kuu katika dini za monotheistic zinazoamini Mungu mmoja, kama Ukristo, Uislamu na Uyahudi. Waumini wanaamini kuwa ulimwengu haukutokea kwa bahati mbaya, bali ulipangwa na kuumbwa na Mungu mwenye nguvu zote. Sikiliza, katika Ukristo na Uislamu inaamini kuwa Mungu aliumba ulimwengu kwa amri ya neno lake. Kwa mfano, kuwa na ikiwa. Ulimwengu unaaminika kuwa na kusudi maalum, na binadamu amewekwa kama mlinzi au kiongozi wa uumbaji huo. Imani kuhusu uumbaji. Ukristo wanaamini kwamba Mungu aliumba mbingu na nchi kwa siku 6 na kupumzika siku ya 7. Sikiliza, pia Waislamu wanaamini kwamba Allah aliumba ulimwengu na kila kilichomo kwa utaratibu mkamilifu ili kuonyesha ukuu wake. Dini ya Uhindu huamini kwamba uumbaji unaonekana kama mzunguko usio na mwisho wa kuanza, kuwepo na kuharibiwa. Brahma ndiye muumbaji. Na dini za kienyeji mara nyingi huamini kuwa Mungu kama vile akasudi. Mungu alitoa uhai kutoka kwa vitu vya asili kama udongo au maji. Baadhi ya waumini, hata wale wanaoikubali sayansi, wanaamini katika usanifu wa kiakili. Hoja yao ni kwamba ulimwengu ni tata sana, complex, kiasi kwamba huwezi kuwa umetokea tu. Sheria za kifizikia na kemia zimepangwa kwa usahihi mkubwa ili kuruhusu uhai uwepo, jambo ambalo linaashiria uwepo wa msanifu mkuu. Uhusiano na sayansi. Ni muhimu kutambua kuwa baadhi ya waamini wanaamini kuwa simulizi la uumbaji ni za mfano tu, symbolic, na hazipingani na dhaniria ya Big Bang, wakiona sayansi kama njia ya kuelezea jinsi Mungu alivyofanya uumbaji huo. Wengine creationist, tunawaita waumbaji, wanashikilia tafsiri ya neno kwa neno ya vitabu vyao vitakatifu na kukataa baadhi ya nadharia za kisayansi. Turudie katika Ukristo. Kulingana na imani ya Kikristo, ulimwengu haukuanza kwa bahati mbaya, bali uliumbwa na Mungu tangu mwanzo. Simulizi hili linapatikana katika kitabu cha Mwanzo cha Biblia, yani Mwanzo sura ya 1 na ya 2. Hatua ya kwanza, uumbaji wa siku 6. Biblia inasema kwamba hapo mwanzo dunia ilikuwa tupu na yenye giza totoro. Kisha Mungu aliumba kila kitu
kwa namna ya kipekee kwa kutumia neno lake. Alisema na kikawa kwa muda wa siku 6. Siku ya kwanza Mungu alisema, liwe nuru, nuru ikawa. Akatenganisha nuru na giza. Nuru akaiita mchana, na giza akaliita usiku. Siku ya pili Mungu aliumba anga ili kutenganisha maji yaliyo juu na maji yaliyo chini, yaliyofunika dunia. Siku ya tatu Mungu aliyakusanya maji mahali pamoja ili nchi kavu ionekane. Nchi kavu akaiita ardhi, na maji akaiita bahari. Kisha akaamuru ardhi itoe mimea, nyasi na miti ya matunda. Siku ya 4 Mungu aliumba mianga angani, jua litawale mchana, na mwezi na nyota vitawale usiku, na pia kusaidia kuonyesha majira, siku na miaka. Siku ya 5 Mungu aliumba viumbe vyote vinavyoishi kwenye maji, samaki na viumbe wa baharini, na ndege wote wanaoruka angani. Siku ya 6 Mungu aliumba wanyama wa ardhini wa kila namna, wanyama wa kufugwa, wanaotambaa na wa mwituni. Akawaumba mwanadamu wa kwanza, Adamu na Hawa, kwa mfano na sura yake mwenyewe. Akawapa mamlaka ya kutunza uumbaji wote. Hatua ya pili, siku ya pumziko. Siku ya 7. Siku ya 7, baada ya kumaliza kazi yake yote nzuri na kuona kwamba kila kitu alichoumba kilikuwa chema sana, Mungu alipumzika siku ya 7. Akaibariki siku hiyo na kuifanya takatifu. Katika Ukristo, uumbaji unaonyesha nguvu, upendo na utaratibu wa Mungu, tofauti na nadharia nyingine. Ukristo unafundisha kwamba ulimwengu una kusudi maalum na kila kitu kiliwekwa mahali pake kwa hekima ya kiungu. Baada ya Mungu kupumzika na kuitakasa siku ya 7, simulizi la Biblia katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2 na ya 3 linaendelea kwa kuonyesha jinsi maisha ya mwanadamu yalivyoanza na jinsi mpangilio wa mambo ulivyobadilika. Mungu alimweka Adamu na Hawa katika bustani ya Edeni ili waitunze na kuilinda. Waliruhusiwa kula matunda ya mti yote bustanini isipokuwa mti mmoja tu, mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Mungu aliwaonya kuwa siku watakavyokula matunda ya mti huo hakika watakufa. Shetani kwa namna ya nyoka alimdanganya Hawa kwamba wakala tunda hilo hawatakufa, bali watakuwa kama Mungu, wakijua mema na mabaya. Hawa alitamani tunda hilo, akala na kumupa Adamu, naye akala. O babu! Mara baada ya kula, walitambua kuwa wako uchi. Wakajishonea majani ya mtini ili kujisitiri, na wakajificha kwa hofu Mungu alipokuja kutembelea bustanini wakati wa jioni. Tunaishia hapa leo. Mimi
ni Daniele Blessed. Unaweza kusubscribe kwa sehemu inayofuata, subscribe for part 2, lakini pia usisahau kushare video hii kwa wengine. Mungu akubariki. Tutaonana. Asante sana.